Haleluya, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Nimekuja kwenu na ujumbe mfupi ambao natamani nishare na nyewe wanaume wenzangu, lakini pia hata mwanamama unaweza ukakaa ukasikiliza, kwa sababu hivi vitu vinahusu wanandoa kwa ufupi. Hivi unajua kuna muda unaweza ukajifungia mwenyewe baraka zako mbele za Mungu? Hivi unajua kupitia mwili wako huo, unajua watu wengi sana wanasema kwamba Mungu anaangalia roho. Nakubaliana na wao 100%, lakini Mungu pia haangalii roho peke yake, bali anaangalia na mwili pia. Kwa sababu kama angekuwa anaangalia roho, basi asingetuumbia mwili, angetuumbia roho peke yake, akaiacha roho kama roho. Lakini kwa kuwa anaangalia mwili au anajua thamani ya mwili, ndio maana akatuumbia na nini? Na mwili. Sasa na ujumbe kwa wanandoa wenzangu, naomba mnisikilize. Mimi pia nimeoa, namshukuru Mungu. Kitu ambacho natamani ni share na nyie ni kwamba ukisoma Warumi sura ya 1 na ule mstari wa 27, anasema, anaongelea wanaume waliacha matumizi yao ya asili ya mke, wakawakiana tamaa. Sikia, kuwakiana tamaa, waliacha matumizi yao ya asili ya mke. Ni wewe mwanandoa, unatumia huo mwili wako, unatumia pia midomo yako na viungo vyako ambavyo Mungu amekupatia kwa ajili ya kumuomba Mungu. Unaruhusu vipi huyo mwanamke wako akuingilie katika maungo yako ya siri? Hivi kwa nini mnaruhusu uchafu wa namna hii unafanyika katika ndoa zenu? Kuna muda mtu mwingine anaweza akasema, mimi sasa hivi namuomba Mungu simuoni, namuomba Mungu sio afanye kitu Nakwambia hivi, unaweza ukawa unajifunga wewe mwenyewe pasipo wewe kujua. Ni wewe mwanamke unaruhusu kunyonywa katika sehemu zako za siri. Ni wewe mwanaume unaruhusu kunyonywa katika sehemu zako za siri. Alafu baadaye unaanza kulalamika, siku hizi Mungu simuoni, Mungu haonekani kwenye maisha yangu, namuomba Mungu. Ataonekana vipi sehemu ya namna hiyo? Kasome vizuri hicho kitabu cha Warumi nilichokisema sura ya 1. Ile andiko lisome hapo vizuri. Unaona anasema kwamba wanaume waliacha matumizi yao ya asili ya mke, wakawakiana tamaa, wakafanya vitu ambavyo havifai. Kuwa makini sana, mtu wa Mungu. Yesu anarudi wakati ambao hujui. Hajakupa wewe mwanamke ili kusudi umchezee, hajakupa wewe mwanaume ili kusudi umchezee. Hiyo ni zawadi moja kubwa sana, kwa maana apataye mke apata kitu chema. Sio kitu cha kutia unajisi. Ndugu zangu, hivi vitu mnavyofanya ni najisi mbele za Mungu. Huo filaji mnaofanya, kuna watu wanaingiliwa kinyume na